as we welcome them tukiimba pambio. So mtakuja huku. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? So mtakuja moja moja mkimsalimia ukienda kukaa pale as a sign of welcome. Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga? Kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Naimba kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kama ni shida, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni shida, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni pesa, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni pesa, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni kukosa, hapana, nimekataa kabisa. Praise God. We are going to rope this gentleman who has been assisting me. Wakati mwingine tunamuona anafaa scarf peke yake bila cassock. So we are making him a cassock so that when he's assisting in the pulpit kama altar boy anakuwa in a cassock. And vijana yote ambao anataka to perform as altar boys, they are welcome. Bwana asifiwe sana. So he has been helping us in a great deal. So today we want to put him in this cassock so that akiwa kwa jeshi ako kwa uniform. Bwana asifiwe. So we want to ask Bishop Clay to pray for the cassock, then the archdeacon will put him. Basi wacha na tuombe kwa ajili ya huduma hii nzuri ambayo imeanzishwa kwa kanisa na Yesu Kristo mwenyewe. Na tuombe. We want to give you thanks, Heavenly Father. We uphold your name and we want to follow what you started, and now we want to bless this gown that it be used for your work, and we are blessing it in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Now we will allow the archdeacon to just stretch it properly and then to fit him. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele Bwana
Oh, shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Now we shall ask the bishop to pray for him. Can you just kneel now? Let us pray. Strengthen, O Lord, your servant Johnston Onyimbo, who has given himself for your service in your church and in the altar. Empower him by your spirit and sustain him all the days of his life through the calling that you have given him. May you bless and uplift him to greater heights. We now bless him for your work in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Those who want to serve the bishop, tuko na chaplaincy training course. So we will be sending him to train as a chaplain so that atakuwa akisaidia. Na sometimes tukiita vijana watembee na sisi, we are trying to nurture their calling. Bwana asifiwe. So if you have a calling from among us, that is how the call is identified. Inaanzia mbali. Some of us, we started from far, if we may tell you. So where he is, God is going to use him, and anybody who is ready, and the clergy who are here in your parishes, please identify some youths ambao mtawasanacha kwa pulpit, so that we have a church ambayo kila mtu ako na space. So thank you. May God bless you. Let us continue to praise God as we get the readings. As the others sit down, let the commission group make a song as the first reader prepares. Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not remember if thou the tempting sounds I hear. My thoughts are ever near me, around me and within.
Jesus, draw thou near and shield my soul from sin. Oh, let me hear thee speaking in accents clear and still, above the sounds of passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to reassure me, to hasten or control. Oh, speak and make me listen, thou guardian of my soul. Oh, Jesus has promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servants be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Oh, let me see thy footmarks, and in them plant my own. My hope to follow duly is in thy strength alone. Oh, guide me, call me, grow me, uphold me to the end, and then in heaven receive me, my Savior and my friend. Oh, guide me, call me, draw me, uphold me to the end, and then in heaven receive me, my Savior and my friend. The first reading is taken from the Acts of the Apostles, chapter 5, beginning to read at verse 27 to 32. Acts of the Apostles, chapter 5, beginning to read at verse 27 to 32. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name. He said, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, to obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus on the cross. God exalted him to his own right hand as a prince and savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these teachings, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. And this is God. Biego choir, Biego. Na
Wale ambao mko juu, kama kuna nafasi, ile tent pale iko na viti, the other tent. So the ushers direct people to the other tent, those who are coming.
Asante sana Viego Choir. God bless you for the song and the relevance of the song. Bwana wabariki sana. Karibuni nyote kwa neno la Mungu ambalo kutoka katika kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari ule wa 4 hadi ule wa 8. Revelation chapter 1 verse 4 to 8. Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 4 hadi ule wa 8. Neno lasema hivi: Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Na hili ni neno la Mungu. St. Philip's Choir.
mimi Bwana, nitume 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 mimi Bwana. Tusimame kusomewa Injili. Thank you choir St. Philip's. Iende mbele injili yo, Iende mbele, iende mbele injili ya Yesu, iende mbele, iende mbele injili yo, iende mbele, iende mbele injili ya Yesu. iende mbele. Ndiyo maana tunasema iende mbele. ndiyo maana tunasema iende mbele. ndiyo maana tunasema iende mbele. ndiyo maana tumesimama kusikia habari njema ya wokovu wetu kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu mlango wa 20 kuanzia haya yake ya 19 hadi 31. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Jumaa, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawafufia akawaambia, pokea Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisiposiona mikononi mwake kofu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 4 wanafunzi wake walipokuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao, akaacha Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitasame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubafuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu, Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingi alizosifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini kuamini muwe na uzima kwa jina lake.
na Wakristo. Hii ndiyo injili ya Yesu Kristo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Praise and worship. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kama unanisikia sauti, punga tu hewani mkono. Najua wengine hawawezi wakatuona huku chini. Tunataka kusifu Mungu, mwambie jirani tunataka kusifu Mungu. Shangwe na vigelegele. Watu wote wasimame sababu tunamsifu Mungu. Omonene ongetai omonai omonene ongetai omonene ongetai omonai omonene ongetai omonai omonene ongetai omonai omonene ongetai omonai omonene tata ongetai omonene tata ongetai omonai omonene ongetai omonai omonene I sing, who
hakuna wa kufanana nawe, hakuna Mungu mwingine kama Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna Mungu mwingine kama yeye Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hata nchi kavu chini ya bahari, hakuna wa kufanana nawe, ukienda Ulaya hakuna kama yeye, hakuna wa kufanana nawe, yeye jemedari wetu, yeye jemedari ya Bwana, hakuna Bwana, hakuna wa kufanana nawe, yeye tegemeo Bwana, yeye tegemeo Bwana, yeye tegemeo Bwana, hakuna wa kufanana nawe, yeye ni mwalimu wetu, ni mwalimu Bwana, yeye ni mwalimu, yeye ni mwalimu, hakuna wa kufanana nawe. Just have a moment with the Lord. Truly there is none like you. There is none that we can compare to you, Master. Just glorify the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus Christ, tunakupea sifa na utukufu kwa siku hii njema ambayo umefanya. Kwa Roho wako Mtakatifu umekusanyisha kutoka sehemu mbalimbali, tukiwakilisha makanisa zetu na parokia zilizopaki. Bwana, wakati huu tumekusikia kwa njia nyingi, na nyakati umefika kwako kuzungumza nasi kupitia kwa neno lako. Tunaomba ukaweze kutubariki watumishi wako wanapoketi nami nikisimama. Zungumza nami kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, ili ukaweze kuwabariki watu wako wanaosikiza neno lako. Kwa neno lako utuponye mili na roho, kwa neno lako ukutane na mahitaji ya kila mmoja. Ili utakapomaliza ibada ya siku ya leo, tutakusifu na kusema hakika tumeona mkono wa Bwana. Njoo zungumza nasi kama vile watu wako wameketi miguuni pako. Tunaomba kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Na tukae. Bishop Kleti, wachungaji, walimu wa kanisa, wa Kristo kutoka parokia zetu ambao wamekuja kuwakiliza hizo parokia, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Pia naona wageni katikati yetu. Time will come for you to be given chance. Nina wasalimu. Salimia jirani yako, mwambie asante sana kwa kuwa hapa. This is the day that the Lord has made. Na wale ambao mnatuwatch hii program live penye mnatusikiza, tunawaletea salamu hizi kutoka ACK St. Philip's KISII. Tunawapenda na upendo wa Kristo, ndio maana tumewekea ibada hii ili mkaweze kututazama kwa popote ambapo mko, na Bwana akaweze kuwabariki. Leo hii ni siku muhimu ambayo tumekusanyika ili tukaweze kumshukuru Mungu wakati wa Easter, na baadaye pia tumshukuru Mungu kwa watoto wetu ambao watarejea shuleni kuanzia kesho. Kwa hivyo asanteni sana kwa wote ambao wamefika ili tukaweze kujumuika kumtolea Bwana shukrani kwa yale yote ambayo ametufanyia. Nitasema neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili, Kiingereza na ACK ili kwamba watu wote wakaweze kutusikiza. Hii kipindi watu wanatusikiza kwa radio na pia kwa live on Facebook na Vuna. So tunachanganya lugha ili tukaweze kuwafikia watu wote ambao wanatusikiza. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja. Kwa wageni, mimi naitwa John Orina Omangi, ni Bishop wa Anglican Church of Kenya katika eneo hili la KISII in the Diocese of Southern NYANZA.
Ninataka kusema neno la Mungu katika somo la pili, the epistle reading. Wala ambao muko utafungua kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Revelation chapter 1 verse 4 to 8. Hapo ndio naenda kusungumuza siku ya leo. Na kama vile tunavyojua, wiki iliyopita tulikuwa tunaongea habari ya kufufuka kwa Yesu, na masomo hayo ndiyo yanayoendeleshwa siku hii ya leo. Ukisoma ile somo la kwanza, tulisoma kitabu cha Acts of the Apostles chapter 5 verse 27 to 32. Petro anaambia wazee wale Jerusalem kwamba Yesu mliyemsulubisha amefufuka. Is trying to preach the gospel about the resurrection, na wanaambiwa wasihubiri habari hiyo ya kufufuka kwa Yesu. Lakini Petro na wengine wakasema iwe ijulikane kwenu kwamba hatuwezi kosa kumtii Mungu. Bwana asifiwe. We will listen to God rather than listening to men. Tutamsikia Mungu kuliko binadamu. Ukifikiria hiyo tu peke yake, you need to ask yourself, what is it that made Peter to be very confident? Ujasiri huo Petro na wengine walitoa wapi? Ukumbukwe kuwa Petro alikuwa amesamkana Yesu 1 week ago. Praise God. But now he is very confident and courageous. He is saying, let it be known that we are not going to listen to men, but we will listen to God. Jesus whom you crucified is alive. Na tukisoma pia Injili ya Yohana ambayo tumesomewa before I come to Revelation, Yesu anawaonekania wanafunzi wake baada ya kufufuka. Jesus appeared to many people. Last Sunday I told you he appeared to his disciples, 5,000 people here and there, not spontaneously, not at one point, but 40 days ambayo alitembea. Kuanzia siku ya resurrection ambayo last Sunday, Jesus will be walking around for 40 days trying to show himself to the people that he is alive. Bwana asifiwe. So today tukikuja kitabu ya Ufunuo where I want to speak from. Kama unaandika, kama unachukua notes, it is good you take the things that I'm going to say because you may not find them anywhere. Hautasikiza na hautasipata. Revelation chapter 1 verse 4 to 8. Kitabu cha Ufunuo kimeaminika kuandikwa na Yohana. Yohana mwanafunzi wa Yesu. Yohana who lived longer than other apostles. Yohana ambaye Yesu alipenda. And venye tunasoma inatuintroducea ama inatueleza kwamba Yohana anaandika barua kwa makanisa 7. He's writing a letter to the 7 churches in Asia. Tunaposema Asia, we are not referring to Asian continent. Bwana asifiwe. Sio Asia continent, sio ile continent ya Asia. Asia as it was known by then, it is the present day Turkey. Inji ya Turkey. Asia, it was a Roman province. Ilikuwa ni province ya serikali ya Kirumi ambayo ilikuwa imetawala nyakati hizo. It was a kingdom ambayo ilikuwa imetawaliwa na mtu aliyekuwa anaitwa Attalus III. Sasa wakati Yohana anaandika barua kwa makanisa hayo 7, anaandika wakati ambapo kanisa lilikuwa linapitia changamoto, persecution, kuteswa kwa sababu ya habari ya kufuka kwa Yesu. So they were being denied to speak about the resurrection of Jesus. So serikali ilikuwa inatesa wa Kristo because of 3 reasons. 1, wa Kristo walikuwa wanasema Jesus Christ is the king. Bwana asifiwe. Caesar is not the king, but Jesus Christ is the king. Serikali hiyo ika misunderstand wa Kristo.
wakisema kwamba kuna mfalme mwingine isipokuwa Sisa. Sasa waliona Wakristo kama ni watu ambao wanaongoza chama cha mapinduzi, so wakaanza kuwatesa because they were saying Christ is the king. That's number one reason. Number two reason ambao Wakristo walikuwa wanateswa ni kwamba walikuwa wanasherekea Holy Communion. The Holy Communion which we are going to do today. Walikuwa wanasimama wanasema, this is my body which is given for you. Huu ni mwili wangu na damu. Wale watu ambao hawakuwa Wakristo wakawaona wakasema, inaonekana hawa watu wanakula watu. Tuko pamoja? Inaonekana hawa watu wanakula watu. So they began to persecute them over those two grounds I have given you. Another one, they wanted to suppress the Christian movement isije ikaendelee. So huyu Yohana anaandikia kanisa saba. The seven churches are Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. 7 churches which are mentioned in the same book. These were not the only churches that were existing. Sio hizo pekee zilikuwa makanisa ambao zilikuwa nyakati hizo. Tulikuwa na makanisa mengine kama Colossae, Thessalonica and others. But John picked these 7 churches because alikuwa anapenda namba 7. 7 means complete. 7 means perfect. So he chose 7 churches to represent the whole church. Bwana asifiwe. 7 means complete. So you cannot say that he was writing only to 7 churches, so we are not included. He was writing to all churches because 7 means complete and it represents the other churches. Tuko pamoja mpaka hapo? Bwana asifiwe. Kama unanisikia nipungie mkono. So he is writing to 7 churches representing the whole church. Ukiangalia katika hiyo masomo, John singled the 7 because 1, they were the 7 churches ambao zilikuwa karibu penye alikuwa, ambao barua hizo singewafikia. That's another reason. They were near in this Roman province. The 7 churches walikuwa zinasunguka penye Yohana alikuwa, kwa hivyo dispatch of the letters singewafikia haraka. That's number 1 reason. Number 2, John preferred number 7. Actually in the book of Revelation, number 7 appears 54 times. 7 horns, 7 horses, 7 thunders, 7 plague, 7 bowls. Number 7 ilikuwa ya maana sana katika maandishi ya Yohana. So 7 was regarded as perfect and as complete. 7 means, so he was writing to the whole church. Another reason why John wrote to 7 churches is because he had authority over the 7 churches. Hizo makanisa 7 ndiyo Yohana alikuwa anasimamia. Zinaitwa Joanna in Church. Makanisa ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Yohana. Na kulikuwa na makanisa mengine ilikuwa chini ya uongozi wa James ama Yakobo. Kulikuwa na makanisa mengine yalikuwa chini ya uongozi wa Paulo. Bwana asifiwe. So 7 churches which is writing ni zile ambazo zilikuwa directly answerable to John. So he writes to them representing with you. Bwana asifiwe. Grace and peace be always with you. Now you can sit. Neema na amani iwe kwenu. Grace is unmerited favor. Yaani wakati tunaongea kuhusu grace ni vitu ambavyo haustahili, lakini kwa neema unapewa. So John is wishing his Christians that God may give them grace and peace. Ask your neighbor, do you have peace? Ama you are in pieces. Do you have peace? You know, John says, ninawatakia neema na amani. Neema katika biashara. Praise God. Neema katika familia. Peace in your journey. Peace in grace in everything that you do.
In your education you have grace, unapita tu. Ukifanya biashara inanawiri. Ukiwekelewa mikono, kazi yako ina succeed kwa sababu mikono yako iko na neema. Praise God. That's what John is wishing. And he's saying the kind of grace and peace originates from the one who was, who is, and is to come. Sio grace, sio peace kama ile ya dunia inapeana. Grace na neema ambayo anasema ni ile ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. You know, when we talk about peace, just tulikuwa tunauliza Matiang'i why there is no peace in Marsabit. Akasema wanaenda kuweka peace. They are going to ensure that there is peace in Marsabit. How does the government bring peace? Inakuja na maru, inachapa watu. Hiyo ni peace. Is that peace sustainable? But the peace which we are talking about ya Biblia ni ile ambayo you are at peace with God, peace with yourself, peace with your neighbor. Hata kama unalala njaa huko na amani. The kind of peace which God gives is not the peace which the world gives. Sasa Yohana anasema nyinyi makanisa saba ambao ziko chini yangu ninawatakia neema na amani. Peace, wholesomeness, holiness. Holiness, peace in the Bible means holiness. The other day I said somebody who is whole ni mtu ambaye ako sound in mind, in body, financially, socially. Huyo mtu ako sawa, ako at peace, ako healthy. This is the kind of peace that John is wishing his believers. Anasema, this peace which I give comes from the one who was, who is, and is to come, and particularly that person is Jesus Christ. He is the one yesterday, today, and forever. Ndiye analeta amani. Alafu anasema to the 7 angels. Today I'm teaching you hard things. To the 7 angels. You know, how many angels do we know as Christians? Ni malaika wangapi tumejua katika Biblia kwa majina? Gabriel? Yaani amjui malaika wangapi tuko nao? Uliza jirani yako unajua malaika wangapi wako katika Biblia? Because today I'm going to give you 7 names of angels. How many do we know? Gabriel is a messenger. A messenger angel anaitwa Gabriel. Michael ni wa? Ni wa vita. Hilo wa vita naitwa Michael. Tuko na haya, those who are writing, these are the names of the angels. 1, Uriel. Uriel. U-R-I-E-L. You na pronounce kama mgusi. Uriel. Number 2, Raphael. Msasikia Raphael? Angel? Raphael. 3, Michael. Angel Michael. Gabriel. Tuko na Gabriel. Tuko na Saiquel. S-A-I-Q-U-E-L. Saiquel. Tuko na Raguel. R-A-G-U-E-L. Then lastly, Jeremiel. Jeremiel. Sasa wewe ndo usome. Nimekuambia majina ya angels ambao tuko nao. We understand about them and what they do and what they are responsible for. 7 angels. Sasa wanasema the 7 angels, right. Please nimesahau kuambia kitu ambao nafikiria uende kufikiria about that. Yohana anaendelea anasema also the 7 spirits. Unaweza watu wengine hawajui kama kuna spirits. 7 spirits. He could be referring to Isaiah chapter 11 verse 2. When he says 7 spirits, he could also be referring to Isaiah 11
verse 2, which says the spirit of wisdom, that's number 1. The spirit of understanding, number 2. The spirit of counsel, number 3. The spirit of mighty, number 4. The spirit of knowledge, number 5. The spirit of piety, number 6. The spirit of the fear of God, number 7. He could be referring to them when John is writing. Sasa ufikiria maneno kama Mkristo. At the same time, when he says the 7 churches, he could be referring to the special sharing of the spiritual gifts every church has received. Hizo makanisa 7 zilikuwa zimepewa kipawa tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. But that's not the point that I want to make. That is academic, na ufikirie sana hayo maneno. Think about it. The point that I want to bring home today as I finish is John wants to tell us what Christ has done by resurrecting from the dead, what he has done in your life. Bwana asifiwe. Ni nini Kristo amefanya wakati amefufuka katika wafu? Number 1, he says he has set us free from sins. Number 1, he has set us free from sins. Ask your neighbor, are you free from sins? Kwa kukufuka kwa Yesu Kristo kutoka katika wafu, ametuweka huru kutoka kwa dhambi. That's what John is saying. Around verse 5 downwards. That he has freed us from our sins by the cost of his blood. Kwamba kwa kukufa msalabani, kumwaga damu yake, ametuweka huru. Sasa kuna watu ambao wamefungwa na minyororo ya Shetani. Hawajui kwamba Kristo asawaweka huru kwa kufa kwake msalabani na kwa kufufuka. He has set us free. And sin, we know about sin. The wages of sin is death, but the gift of life in Jesus Christ is eternal life. Romans chapter 8 verse 1 and 2 says, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for they have been set free from the power of sin and death. So kitu moja Kristo amefanya kwa kufuka katika wafu, ametufungua, ametufanya huru kutoka kwa dhambi. Number 2, John says that by Christ resurrecting from the dead, he has made us kingdom of priests. He has made us kingdom of priests. Turn to your neighbor and say, we are priests of all believers. Yeah, you are a priest. A function of a priest is to give sacrifices to God. Is to intercede. Is to mediate on behalf of the people. Sasa wewe uko na access, utaweza mufikia Mungu. Kwa kufuka kwa Kristo msalabani, ameondoa curtain. You and I, you are a priest, you can offer sacrifices to God. Every day you can say, we bring the sacrifices of praise into the house of the Lord. You can praise God individually wherever you are because you have access. Bwana asifiwe. Wewe ni priest of believers. You have been made a priest. And when we talk about that, if you want to understand about the priest, you slide back to Exodus chapter 19 verse 6. The reason why God has saved you is in Exodus chapter 19 verse 6. He has saved you to make you a priest, so that through you he may reveal his glory to the nations of the earth. Bwana asifiwe. Umeokoka, umeokolewa ili Mungu akutumie kama priest kuwafikia wengine. So turn to a neighbor and said, saved for service. Saved for service. Yeah, umeokolewa ili umtumikie. Wakati Moses alienda kwa Farao, akiambia Farao aachilie watu wa Israeli, ni nini alisema? Acha watu wangu waende kumtumikia nani? Mungu. So salvation is for what? For umeokolewa ili uanze kumtumikia nani? Mungu. Uliza jirani yako, tangu uokolewe
wole mwekansi kuma kuruotoleka ingi wakolera watu wameokolewa lakini they are not doing anything. They think that they are saved to sit, they are saved to listen. Anasema mimi unajua kazi yangu kuja kanisani nisikie tu neno nienda nyumbani. Pastor atahubiri, mwalimu wa kanisa atafanya nini? Atahubiri, mimi nipeleke tu masikio. Mambo mengine, don't talk about me, I'm not called to preach. That's what people think. Watu wengi wanasema mimi siwezi, mimi sijaitwa, mimi sijapewa karama. And God whom I believe is a God of the empty-handed. He doesn't leave anybody empty-handed. Bwana asifiwe. Anapea mtu karama. You have been saved to serve, saved to make a contribution in this world and in the church. So John says, friends, as you are persecuted, just know that Christ has resurrected and he has made you a priest. Katika Old Testament, men are the priests of the house. Men are the priests of the house. They are to direct. Mungu aliambia Abraham akuze nyumba yake awafundishe the 10 commandments. Sasa wazee wengi katika nyumba, they don't teach their children and their family to the ways of the Lord. Hawakuzi. Wazee wengi hawaombi. Wazee wengi hawafanyi maneno. And the Bible is saying you are priesthood of all believers. Wakati wazee walishinda, hata Yesu alijaribu kuleta disciples wanaume wakamshinda. Finally, he told women, now you are here. Praise God. Number 3, as I finish, John says that Christ has given us royalty. Through him, we have become true sons of God. Bwana asifiwe. Ask your neighbor, are you the son of God? Or you are thinking to become? Through the death of Christ, he has made us. He has given us royalty. Tumefanyika wana wa Mungu. Sasa nikimalizia, ukifikiria yote ambayo Mungu ametufanyia, you are not left with any option other than lifting your hands before God and say, thank you, oh Lord. Bwana asifiwe. Unapaswa tu kuinua mkono useme, asante Mungu, that me who was helpless, you came and died for me. Mimi ambaye sikuwa na China, umenipea China. Mimi ambaye sikuwa na inheritance, you have given me an inheritance. Mimi ambaye sikuwa na direction, you have given me direction. You need to give thanks to God. But let me also remind you that as far as God is doing these great things in our midst, with our eyes, not all will accept. Bwana asifiwe. Vile jana talibons baranche. Sio watu watakubali. Mwambie sio watu watakubali. Wakati Yesu alifufuka hata alionekania wanafunzi wake. Thomas alisema nini? Thomas alisema nini? Eti mimi hayo me I don't just take things as they come. I must see with my eyes, are not only seeing. I must touch. Unajua hata kuna watu, even in this church, even if you tell them that we as KISII area bishopric, we are moving forward. Unanielewa? Kuna watu wakiwaambia sisi kama kanisa St. Philip's we are moving forward in terms of plans, development, how we want to do this. Watasema hiyo ni kazi bure, mpaka tufanye nini? Tuone mpaka tuguze. Hata ukiwaambia that God is at work, they will still say hiyo sisi bado we are not convinced. May today Christ present himself to such people so that they may convince them. Bwana asifiwe. Kristo awaonekanie ili wakaweze kumuguza.
Ask your neighbor a very genuine question. Is doubt bad? Muulize, je, kuwa na shaka ni vibaya? Umenielewa? Is doubt bad? Somebody said doubt which leads to belief is acceptable. Umenielewa? Doubt which leads to belief is acceptable, but doubt which leads you astray is unacceptable. Kuna watu hapa hata Mungu amejaribu kuwaongelesha wafanye jambo fulani, wafanye ABC. They are debating just like Thomas. Debating, asema hiyo mimi, hiyo mpaka nione. But that did stop the resurrection of Jesus? Is the doubt of Thomas stop the resurrection of Jesus? No. Jesus is still king. He resurrected. He did many things. So leo wapendwa mnaonisikiza, Yohana anatuambia ya kwamba Yesu amefanya mambo makubwa katika maisha yetu na hatuna shaka, ila tunafaa kumrudishia asante. So John, the book of Revelation, we can at least take 3 lessons home as I close. Like the 7 churches, many churches in Africa and many Christians in Africa endure persecution and harassment. Revelation reminds us that Christ has overcome death through his resurrection. It is only a matter of time until God will triumph, which assures the church victory. Bwana asifiwe. Tuta overcome. Maybe you are going through harassment, through persecution. The church today is persecuted in various ways, not like the persecution of John's time. Kuna many persecution ambayo tunaenda through. As a Christian, in your workplace, in your home, wherever you are, I want to encourage you that the persecution you are going through is a matter of time. You shall overcome. Number 2, do not worry that people do not seem to receive now what they deserve. God will give justice to everyone in the end, good or evil. On a larger scale, even though Satan attacks the church now, in the end, God will not totally destroy the devil and his army. Bwana asifiwe. Hata kama kanisa linasumbuliwa, hata kama Shetani anatusumbua, anatupeleka left right, ujue ya kwamba finally, ultimately, God will totally destroy the devil and his army. Lastly, vile tulisoma hapo katika hiyo Injili, hiyo waraka, when Christ shall return, he will remake the world. Creation will be restored. God's people will enjoy the perfect fellowship with God, with one another, and with creation as God had planned in Genesis 1. Believers, God's city, which is New Jerusalem, and the earth will be saved and remade. Our eternal home will be glorious, for the glory of God illuminates the city, and the lamp of God is the light. Bwana asifiwe. So we should not give up. Even if you are going through fiery furnace, know that you shall overcome. So what you need to do right now is to give thanks to God. Because 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18 says, pray continually, rejoice always, and give thanks to God in all circumstances, for this is God's will concerning you in Christ Jesus. Na wali mwategerete ase radio na ase TV, yonda tukobate binga Nyasaye nabanjete. Na wate mirobelie miya asimole. Te ayogo etera sobogima, manyanga Kristo na ya eterete na akabua. Otoene keiri obubui obonene.
wangu kere lisondi morole na nyemba libamo betete litimo ba kamo bambasu musaraba banya ka bako morora ase igo kaba molemu mwirane Nyasaye ngambu yamono ase binte bine Kristo atokoleire no bwate liso niyo kumena Nyasaye ngambu yamono. Kwa hiyo Mungu akubariki unayetusikiza huko nyumbani. Ujue mahubiri naletwa kwako na kanisa ya Kianglikana, Anglican Church of Kenya, kutoka hapa St. Philip's Kisii. Na Mungu akubariki sana kwa kuwa msikizaji wetu kwa redio na huko kwa hiyo television. Bwana akubariki sana, tunakupenda na upendo wa Kristo. Na Wakristo wote Mungu awabariki na amani yake ikae nanyi. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as onward I bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. I have prayed that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has a desire to stay where doubts arise and fear dismay. Those I may dwell where this abound. My prayer, my head is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. I have planned that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. No sons and stars at me are cool. For faith has called the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up, let me stand by faith on heaven's stable land. I have planned that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost light and touch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven's found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. And higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher. Twasumama pamoja na Wakristo wa kanisa zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya Nikea. Na muamini Mungu mmoja, Baba mwenye muumba, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinaonekana na visioonekana, na Bwana mmoja, Mungu kutoka katika Mungu, yu nuru kutoka katika nuru, yu Mungu kutoka katika Mungu kweli, yu mwana asari, kuumbwa mwenye humbu moja Bwana.
naye atakuja tena kwa utukufu wa hukumu watu walio hai na waliokufa, na milki yake haina mwisho. Na muamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima, atokaye katika Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba Mwana, aliyenena kwa midomo ya nabii. Naamini kanisa moja takatifu apostoliki ulimwenguni kote, na kila ubatizo mmoja wa kuondolewa kwa dhambi, na tasamia kufufuliwa kwa wafu na uzima wa milele. Amen. Accept, O Lord, our praise and thanksgiving for all that we have done for us, for all that you have done for us, and for the resurrection of your Son, Jesus Christ. We thank you for the splendor of the whole creation, for the beauty of this world, for the wonder of life, and for the mystery of love. We thank you for the blessing of family and friends, and for loving care which surrounds us on every side. Ujalie kwamba maaskofu wetu na viongozi wa makanisa wawe na hekima na waseme kwa kauli moja. Ujalie kwamba viongozi wa nchi yetu wasingatie haki katika uongozi wao. Ujalie kwamba haki iwe ngao na mlinzi kwetu. Ujalie amani nchini na watu wapate kufanikiwa. Ujalie kwamba wanyama wa kufuga wastawi na samaki wajae katika bahari na maziwa na mito yetu. Ujalie rutuba mashambani na mimea inawiri. Ujalie kuitafuta amani kati yetu na maadui zetu. Ujalie kwamba upendo wa Baba uwafikie walio na ukiwa, waliofiwa na watesekao. Utuondolee twakusihi hatari sote katika mapito ya dunia. Sikieni maneno ya kutia moyo na changamoto yaliyosemwa na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa wote wanaomtii kwa kweli. Mtu yoyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake, achukue msalaba wake kila siku anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, lakini anayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi nyinyi nyote mulio na toba la kweli na la moyo, mulio na upendano na majirani zenu, munaokusudia kuishi maisha mapya na kuzifuata njia za Kristo Yesu, karibuni kwa imani muipokee sakramenti takatifu kwa faraja yenu. Basi na tusiungame dhambi zetu mbele za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Mungu Mwenyezi, muumba wa vitu vyote, ulituumba sisi kwa mfano wako mwenyewe, ila sisi tumejichafua na kuharibu mfano wako kwa kukataa mfano wako na kuwachukiza majirani zetu. Tumetenda mahofu na kukosa kutenda yaliyo mema, tuyasikitia sana na kuyatupia makosa yetu. Ututakaze na kutusamehe kwa ajili ya tabia ya mwanao Yesu Kristo. Utuumbe upya na utuongoze kwa Roho wako mfariji. Tunaomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu ambaye upendo wake thabiti ni mkuu kama mbingu zilivyo juu ya dunia.
katika ufalme wake, awajalie haki yake hadi siku ya mwisho, kwa huruma yake Yesu Kristo aliyekuwa ni wetu mwenye huruma. Amen. Asante Baba kwa msamaha. Tunakaribia meza yako kama watoto wako, sio kwa kudhania bali kwa kuhesabiwa haki, sio kwa kutumainia wenyewe bali kwa neno lako. Haki. Amen. Tusimame wote. Amani ya Bwana iwe nanyi daima. As we are led by praise and worship, we give our offering. Hiyo box itafunguliwa pale na ingine hapa. We give our ordinary offering and tithes if you have, then we will continue. Tunataka tuharakishe so that the rain may not beat us. Oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, ushindi tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, uzima tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, uhai tunapata kwa neema yake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, baraka tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, ushindi tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, baraka tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, oh, mavuno tunapata kwa jina lake, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana
yawezekana, kwake Yesu yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani. Oh, ushindi tunapata, jina lake yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani. Oh, uponyaji tunapata jina lake yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani. Oh, yote yawezekana, kwa imani 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 yote yawezekana, kwake Kristo yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani. All things come from you, O Lord. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa vipawa vyako mbalimbali ambavyo watu wako wamepeana mbele zako. Tuombe wabariki, ubariki mikono yao, mifuko yao, mashamba yao. Wabariki wanapoingia, wanapotoka, wakiwa mashambani na wakiwa mchini. Sadaka hii tuweka wakfu mbele zako kwa kazi yako takatifu, ukaibariki. Na maji hayo tunawabariki watu wako nayo, tuombe ukayatakaze ili akawe ya baraka kwa watu wako. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunawabariki in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. We bless you in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Mpokea mwenda mkae. Thank you. God bless you. Yote yawezekana, kwake Yesu yote yawezekana, kwake Yesu yote yawezekana, kwake yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana, kwa imani yote yawezekana. Makofi kwa Bwana. Makofi. Basi tukisimama hivyo katika hali ya kuomba, tuwe na maombi ya shukrani. Kusimama kwa ajili ya shukrani na kumbusho. Je, Baba yu nasi? Je, Kristo yupo miongoni mwetu? Huyu ndiye Mungu wetu, sisi tu watu wake. Ngoja nitumie kitabu hiki kingine. Hebu turejee tena hapo mwanzo. Hicho ni kitabu cha zamani sana, kwa hivyo tuje hiki. Tuendelee kusimama kwa ajili ya shukrani na ukumbusho. Je, Baba yu nasi? Je, Kristo yupo miongoni mwetu? Je, Roho Mtakatifu yupo? Huyu ndiye Mungu wetu,
sisi tu watu wake. Inueni mioyo yenu na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu, Baba mtukufu, Mungu uliye hai, mhukumu wa ulimwengu, muumba, mwenye kuturusuku, mwokozi na mpaji. Kutokana na mtu aliyekuwa wa kuhamahama, ulijifanyia jamaa yako. Kwa taifa lililogandamizwa uliwapa kiongozi. Kwa taifa lililokosa mwelekeo ukawachagulia mfalme. Kwa watu waliokuwa wakaidi uliwatuma manabii. Katika siku hizi za mwisho umemtuma mwanao Yesu Kristo kwetu, mfano wako mtimilifu, kutuletea ufalme wako, kutuirishia mapenzi yako, kufa, kufufuka, kutawala na kujifanyia upya watu wako. Kupitia kwake umetumiminia Roho wako Mtakatifu kutujaza nuru ya uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, wazazi wetu wa kale, waaminifu na wote walioko mbinguni, twalitangaza jina lako kuu na tukufu, tukisifu daima tukisema, Mtakatifu, 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 Bwana mwenye mamlaka na nguvu, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Mwenyezi Mungu umilikie vyote, twakushukuru kwa kumtoa mwanao afe msalabani kwa ajili yetu sisi unayetugia vyote. Utumiminie Roho wako mfariji tunapokumbuka mwanao Yesu Kristo alivyoamuru kupitia vipawa hivi vya uumbaji wako. Usiku ule ule aliyesalitiwa alitoa mkate na kisha kushukuru aliwapa wanafunzi wake. Alipa wanafunzi wake akisema, toa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akikitoa kikombe na akisha kushukuru akawapa akisema, nyweni nyote, hii ndiyo damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na watu wengi kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tundugu na dada, kwa damu ya Kristo. Kwa hivyo Baba wa mbinguni, utusikie tunaposherekea agano hili kwa furaha, tukingojea kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikufa kwa ajili yetu, akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima, sadaka timilifu iliyotosha. Alikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wake wa kuume kule juu mbinguni. Hii ndiyo karama ya ushindi. Kama alivyotufundisha Mwokozi wetu, basi tuwe na ujasiri wa kuketi na kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, utakalo lifanyika hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mhofu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Sasa tuomega mkate huu tusiriki mwili wa Kristo. Kikombe hiki cha baraka tunachokibariki, karibuni kwa imani, mkapokee kwa imani na tumaini.
Kristo yu hai milele. Mwanakondoo wa Mungu chukwaye dhambi za ulimwengu. Mwanakondoo wa Mungu chukwaye dhambi za ulimwengu. Mwanakondoo wa Mungu chukwaye dhambi za ulimwengu. The body of our Lord Jesus Christ, which was broken for you, keep your body and soul in eternal life. Take and eat this in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your heart by faith with thanksgiving. Amen. And now the blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for you, keep your body and soul in eternal life. Drink this in remembrance that Christ died for you, and feed and be thankful. Amen. We will start with the candidates. We'll have 2 serving points. The bishop will go up as I give the confirmation candidates. Wale wa kusaidia wataenda as praise and worship give us a worship song. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord, or to defend his cause. Maintain the honor of his word, the glory of his cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Jesus, my God, I know his name is all my trust, nor will he put my soul to shame, nor let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. From us his throne, his promise done, and he can well secure. Water for me, take to his sons, till the decisive hour. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received
shida. Kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani hatanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, salama rohoni mwangu. Bwana, himiza siku ya kuja Baba, nitakapolia sitaposhuka, sitaogopa, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani hatanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama, salama, salama rohoni, salama, ni
us have a seat. After communion, people stand and we say that prayer, all of us. Almighty God, Eternal Father, you have sat at your feet, learned from your word, eaten from your table. We give you thanks and praise for accepting us into your family. Send us out with your blessing to live and witness for you in the power of your Spirit, through Jesus Christ, the firstborn from the dead. Amen. The Lord be with you. Let us be seated as I call upon Reverend John, Edwin, and Zachary to take us through this process quickly because of the weather. Bwana sifiwe. Praise the Lord. We want to take the next 9 minutes to collect money that we have. Dakika 9 na tumemaliza kuchanga pesa ya leo. Bwana sifiwe sana. Tutakuja kwa order hili. Kisii area Bishopric, we shall start with the Gucha Outreach, Bonchari Parish, Kitutu Parish, South Mugirango, Daraja Mbili. Then we go to the Mother Parish, St. Philip's. Kitutu, Gucha Outreach, nimeona padri. Because of the rains, we expect now the money carriers to be around. Eric, a desk here. I want to collect all this money before it comes down. Bwana asifiwe sana. Gucha. Kama muweleka kwa bank, then you just bring whatever you took to the bank to sum from here. Kama umekuja na liquid cash, bring it. Nyang'au, Naftal. Tufanye bwango, hii kitu inakuja. Hii kitu imeanguka. Gucha Outreach. Aya, kama wako Bonchari Parish. Bonchari kama wameongozwa na the vicar in charge. Bonchari mbwati bwango. Bonchari pamoja na South Mugirango nikisimama namna hii, unaona hii nyembamba imezeeka namna hii. Fuata mimi haraka mvua inakuja. Tunaanza na Bonchari, so they are different. Bonchari wanakuja then Mugirango. Kuna BBI hapa Bonchari na South Mugirango pamoja, sawa. Bonchari South Mugirango 10,500. Can we clap for them? Sindikiza 10,500 check for Bonchari and South Mugirango. Who is going to help us from this area? Thank you very much. Check ingine ya South Mugirango 1,000. Haya. Sindikiza inakuja South Mugirango kam Bonchari. Kitutu Parish will be ready. Kitutu Parish be ready. Bonchari. Sindikiza imeisha. Haya.